Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini nikawahusia enyi waja wa Allah, lakini vile vile nikaikumbusha nafsi yangu katika kuihusia pia nafsi ambayo iliyokuwa na mapungufu mengi mno katika jambo moja tu, kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hili ndilo jambo ambalo liliokuwa la muhimu, na hii ndiyo sababu ya kuumbwa sisi. Na sisi wanadamu tutambue Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuumba kwa lengo gani. Na ndiyo maana leo hii katika haya maisha ya dunia kuna watu hawatambui kwa nini wameumbwa. Ni watu wa aina hii wapo. La ya'lamu lima khuliqa wa lima ya'ish. Hajui kwa nini ameumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kwa nini anaishi katika hii dunia. Wa innama ya'ishu fi hadhihi alhayat kama ya'ishu alhayawan. Na hakika si vinginevyo anaishi katika haya maisha ya dunia kama vile anavyoishi mnyama. Sasa na sisi tutambue kwa nini tumeumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wasemaji wanasema man arifa makanahu faqad naja. Yeyote yule atakayekuwa ameitambua nafasi yake, huyu atakuwa amefaulu. Ndugu zangu Waislamu, tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia kuwa miongoni mwa wale ambao wenye kubahatika kufika katika siku yetu ya leo. Alhamdulillah. Ndugu zangu Waislamu, siku yetu ya leo biidhnillahi alkarim tutazungumza kuhusiana na mada ambayo tutapata ndani yake faida mbalimbali ambazo zinazopatikana katika mada hiyo. Mada hiyo itatazama na kuzungumza kuhusiana na zama ambazo tulizokuwa nazo, nyakati ambazo tulizokuwa nazo, kwa sababu tunaishi katika shari'atul ghaba, sheria ya polini. Alhaqu liman ghalaba, mwenye nguvu na mwenye mabavu ndiyo haki inakuwa kwake. Kwa nini tuzungumze mada hiyo? Mada yetu, anwan ya khutba yetu inasema Allahu ya'lamu annaka tata'allamu. Allahu ya'lamu annaka tata'allamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye anajua kwamba wewe unateseka, unapata shida, unapata matatizo. Lakini Mungu anakutazama kwa haya ambayo uliokuwa unayoyapitia. Na huu ndio mfumo ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sisi ametuumbia. Baadhi ya maneno yake alifikia kusema ya ayuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadihan famulaqih. Wewe mwanadamu, hakika yako wewe katika hii dunia utapata shida, utapata tabu hizi mdogo mdogo, utaenda kwa Mola wako utakutana nazo. Kwa hiyo ni katika kipimo, nani yule ambaye atakayeweza kuenda sawa na kipimo hiki. Sasa tunazungumza khutba yetu ya leo inayosema Allahu ya'lamu annaka tata'allamu. Mwenyezi Mungu anajua ya kwamba wewe unapata machungu. Mwenyezi Mungu anatambua ya kwamba wewe unapata matatizo. Allah anajua ya kwamba wewe unapita katika magumu. Allah anajua ya kwamba wewe utafutaji wako ni mgumu. Yote haya Mungu anajua. Na jitihada zako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaziona. Allah anaziona jitihada zako. Anaziona. Allahu ya'lam anaa aqluka min kathir au min kathrati tafkir. Mwenyezi Mungu anaona kule kuishughulisha akili yako kufikiria vipi utafanikisha malengo yako. Mwenyezi Mungu anaona na pia anatambua na anajua. Lakini subiria, ipo wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakufungulia milango ya faraja kwa kila kile ambacho unachokitaka. Basi akiamua akupe, basi atakupa. Ndugu zangu Waislamu, Allahu ya'lamu
annaka tataallamu. Mwenyezi Mungu anajua na anatambua ya kwamba wewe unapata maumivu. Mwenyezi Mungu anajua ya kwamba wewe unateseka. Anajua kabisa. Sasa imefikia hatua, na huu ndio msiba wa ulimwengu ambao tuliokuwa nao. Maisha tuliokuwa nayo sio mimi wala sio wewe. Kila mmoja akili yake inamuuma na inampelekea katika swala zima la kupambana katika swala zima la maisha. Ndugu zangu Waislamu, maisha ni kitu ambacho cha muhimu sana kuweka malengo. Na kila mmoja kati yetu hapa, kila mmoja ana malengo yake. Ni kitu muhimu sana. Imepelekea kuzungumza hivi kwa sababu watu tunachupa mipaka yale malengo yetu, mpaka tunafikia katika kumkufuru Allah, na tunasahau kana kwamba Allah ndiye ambaye anayetoa riziki peke yake, hakuna mwingine. Tunamsahau kabisa. Tukikumbuka katika maneno yake katika suratu Dhariyat, anatukumbusha kwa kutuambia inna Allaha huwa ar-razzaqu dhu quwwatil matin. Allah peke yake, hakika ya Allah, yeye ndiye ambaye mwenye kutoa riziki. Malasafi shadid, masikitiko makubwa kabisa, kuna watu hivi sasa imefikia wanaona wenzao waliokuwa hawajapata, hawajafanikiwa, hawajafikia level ambazo kwa wao kimaisha, wanawaona hawana akili. Na wanafikia kabisa kuzungumza umaskini ni wewe mwenyewe, kufa maskini ni wewe mwenyewe. Wanazungumza hivi. Na wapo wanahamasisha wengine, na yule ambaye akili yake hajaidhibiti na kuisafirisha na kutambua juu ya jitihada zake anazozifanya ya kwamba Allah ndiyo ambaye anatoa riziki, anaingia katika mkumbo hule. Na mara nyingi hawa ambao wahamasishaji katika hali kama hii sio watu wa kheri, ni watu ambao waliokuwa wabaya kabisa katika huu ulimwengu. Ni wale ambao wanasababisha watu wanaingiza katika nyoyo zao ushirikina ndani yake. Yuko tayari mtu kuua, kumkata mtu kichwa, kuchukua sijui kitu gani, ili tu apate kufanikisha kile ambacho anachokitaka, nayo ni mali. Ndugu yangu Muislamu, tambua ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama riziki yako amekuandikia ipo, basi itakuwepo tu. Kwa sababu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam tayari ameshatubashiria katika hadithi ambayo iliyokuwa ndefu ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Miongoni mwa maneno katika hadithi hiyo yanayopatikana kwa kusema mwanadamu atakapo amepelekewa kile kitabu chake, huandikwa riziki yake, huandikwa ajali yake. Sasa hushangai kwamba unahangaika, unasafa hapa na kule, hujui tatizo nini. Allah kikubwa kumtii na kuangalia kitu gani ambacho Allah alichokuwa amekukadiria katika maisha yako. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama, thumma wa ba'd. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallahi ta'ala wa ta'atihi. Na kuhusieni enyi waja wa Allah, lakini vile vile naihusia nafsi yangu kwa mara nyingine, kwa mara ya pili, katika jambo zima la nafsi zetu kushughulika na akili zetu katika jambo la kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hili ndilo lengo na shabaha ambalo Allah alilokuwa ametuumbia sisi wanadamu. Tupo katika hutuba yetu ya pili, maudhui inayosema Allahu ya'lamu annaka tata'allamu. Mwenyezi Mungu Allah anajua ya kwamba wewe unaumia, hajakusahau. Na tukatanguliza maneno mengi, aya na maneno kadhaa. Ndugu zangu Waislamu, tunarudi tena katika suratu Dhariyat ambayo Allah aliyokuwa amesema inna Allaha
huwa ar-razzaqu dhu quwwati al-matin. Allah yeye ndiye ambaye mwenye kutoa riziki. Innahu jalla wa ala al-mutakaffil bi arzaqi al-ibadi ala jami' ahwalihim. Mwenyezi Mungu ndiye ambaye anatawalia shida za waja, matatizo ya waja. Yeye ndiye ambaye peke yake anayohusika. Sio mganga wa kienyeji wala sio mganga wa jadi. Hawa hawahusiki katika mambo ya riziki. Hawahusiki kabisa. Tukirudi tena katika Qur'ani, Mwenyezi Mungu anatukumbusha tena kwa kutuambia, amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqah. Hivi ikatokea Mwenyezi Mungu akabana milango ambayo wewe unaotafutia riziki kwa akili yako iliyokuwa timamu, hivi unaweza ukapata riziki kutoka kwa mganga wa jadi? Unaweza ukapata riziki kutoka kwa mganga wa kienyeji? Hapana. Yeye ndiye ambaye Allah tabaraka wa taala, yeye ndiye anaamua wakati gani akupe na wakati gani akunyime, peke yake, hakuna mwingine. Yeye ndiye ambaye aliyokuwa na sifa ya kufanya kile ambacho anachokitaka peke yake. Katika ulimwengu huu ana sifa ya kusema kun fayakun, hakuna mwingine. Kikubwa, hali zikizidi sana kuwa mbaya, kumrudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama ilivyokuja katika hadithul Qudus paliposemwa, ya ibnu adam tafarragha liibadati amla sadraka ghina. Ewe mwanadamu, tumia na kujishughulisha katika kuniabudia mimi, nitajaza kifua chako utajiri na kutosheka. Ukiwa mcha wa Mungu, hata kidogo ambacho Allah alichokuwa amekupa basi utatosheka nacho, na utaona una ufalme mkubwa katika hii dunia. Lakini pakasemwa tena katika maneno haya pakaendelewa kusemwa, baada ya kusemwa tafarragha liibadati, shughulika kwa ajili ya kuniabudia mimi, amla sadraka ghina wa illa mala'atu sadraka shughlan wa lam asudda faqraka. Tuangalie hapa, na kama ikatokea hujajishughulisha kumwabudia Allah katika maisha yako, adhabu Allah ambayo atakayekuwa amekupa katika maisha yako, kifua chako, moyo wako, akili yako, yani itakuwa ni tumwa katika shughuli mbalimbali, lakini hakuna chochote utakachokipata isipokuwa Allah atakuzidishia ufakiri katika maisha yako. Allah tulinde na hili jambo. Tutambue Allahu ya'lamu annaka tata'allamu. Mwenyezi Mungu anajua ya kwamba wewe unapatwa maumivu. Sisi sote hapa tuna riziki zetu. Hakuna ambaye aliyokuwa amenyimwa riziki. Hakuna hata mmoja. Hakuna. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaendelea tena kutuhabarisha na kututoa hofu na kusema, wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Huyo ndio Allah. Hakuna chochote katika ardhi, chochote chenye kutembea katika ardhi isipokuwa mbele ya Allah ana riziki yake. Lakini hili neno dabba limekuja katika sehemu tatu. Kuna alhaqiqatu alurfiyya wa haqiqatu lughawiyya wa haqiqatu shar'iyya, neno dabba. Lakini katika aya hii kwa ijma'i ya almufassirina wamesema neno dabba ni hukusudiwa kwa kila kile kiumbe ambacho kinachotembea katika hii ardhi, ina maana akiwepo mwanadamu. Na kama wenyewe walivyoweka wazi watu wa lugha, wakasema inna maana kalimatu dabba, hakika maana ya neno dabba
Neno hili min kulli, neno hili linatokana kwa kila kile ambacho kinachotembea katika ardhi. Min hayawanin dhakaran kanan au untha, aqilan au ghayra aqil, kutokana na wanyama jinsia ya kike na ya kiume, lakini kutokana na vitu ambavyo vilivyokuwa vinavyoakili na vitu ambavyo visivyokuwa na akili. Ina maana hapa mwanadamu anazo akili, si ndio? Kwamba naye anaingia hapa. Kwa hiyo kwa kila yule ambaye atakayeishi katika hii ardhi, basi ana riziki yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyokuwa amemwandikia katika maisha yake. Huku kote ni katika kuhangaika, huku kote ni katika tabu za mwanadamu kusafa na kujiumiza roho, lakini Allah anajua kwa kile ambacho wewe unachokipitia. Allahu ya'lamu annaka tata'allamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajua ya kwamba wewe unapatwa maumivu. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fakhsha'i wal munkar. Aqimus salah, inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta.